Ibrahimu uso kwa uso na mfalme dhalimu. Katika mji ule palikuwepo mfalme mkubwa sana, tena ni dhalimu mkubwa sana. Watu walikuwa wakimsujudia, na akasikia kwamba Ibrahim anamwabudu Allah na hasujudii kitu kingine chochote isipokuwa Allah. Yule mfalme akaghadhibika, akamwita Ibrahim. Ibrahim akaja, na Ibrahim hakuwa akiogopa kitu chochote isipokuwa Allah. Mfalme akasema, ni nani Mungu wako, ewe Ibrahim? Akasema Ibrahim, Mungu wangu ni Allah. Akasema mfalme, ni nani huyo Allah, ewe Ibrahim? Akasema Ibrahim, anayehuisha na kufisha. Mfalme akamwita mtu mmoja, akamuua, na akamwita mtu mwingine, akamwachilia, hakumuua. Kisha akasema, mimi ninahuisha na ninafisha, na nimemuua mtu na nimemwachilia hai, sijamuua mtu mwingine. Na akasema, mimi ninahuisha na ninafisha. Na yule mfalme alikuwa zuzu sana, na hivyo hivyo ndivyo alivyo kila mshirikina. Na Ibrahim alitaka afahamu yule mfalme na wafahamu watu wake. Basi akasema Ibrahim kumwambia mfalme, basi hakika Mwenyezi Mungu Allah hulitoa jua kutoka mashariki. Wewe kama unadai ni Mungu, basi litoe kutoka magharibi kwenda mashariki. Akatahayari yule mfalme na akanyamaza kimya asipate jibu. Ibrahimu vilevile alikutana na baba yake. Ibrahimu alitaka kumlingania mzee wake, pia akamwambia, ewe baba yangu, kwa nini unaabudu kisichosikia wala kuona? Na kwa nini unaabudu kisichonufaisha wala kudhuru? Ewe baba yangu, usiabudu shetani. Ewe baba yangu, muabudu Rahmani. Na akahamaki baba yake Ibrahim, akasema, mimi nitakupiga, niachie, wala usiniambie kitu. Na Ibrahim alikuwa mpole, akasema kumwambia baba yake, salamu iwe juu yako. Akamwambia, mimi naondoka hapa, ninamuomba Mola wangu. Na akasikitika sana Ibrahim, akapendelea kwenda katika mji mwingine. Alimwabudu Mola wake na kuwalingania watu kwa Mwenyezi Mungu. Safari ya Ibrahim kuelekea Maka. Na wakahamaki watu wa Ibrahim, mfalme na baba yake, na akataka Ibrahim kusafiri kwenda katika mji mwingine ili amwabudu katika mji huo Allah na awaite watu katika ibada ya Allah. Akatoka Ibrahim katika mji wake na akamwaga baba yake, na akaazimia kwenda Maka, yeye pamoja na mkewe Hajir. Na Maka hakukuwa na majani wala mti. Na akafika Ibrahim katika mji wa Maka, na Ibrahim akawaacha mke na mtoto wake Ismail. Wakati alipotaka kuondoka Ibrahim, mkewe alimuuliza, unakwenda wapi ewe Ibrahim? Unaniacha hapa peke yangu? Hivi ndivyo alivyokuamrisha Mwenyezi Mungu? Ibrahim akasema, ndiyo. Akasema Hajir, kama hivyo ndivyo, basi Mwenyezi Mungu hatatutupa. Ibrahim akaondoka zake. Pale Maka, katika mji ambao hakukuwa na mtu yoyote, alibaki mama na mtoto wake mdogo. Mtoto huyu ambaye anaitwa Ismail akahisi kiu. Ismail akataka mama yake amnyweshe maji.
lakini maji yako wapi? Na Maka hakuna kisima wala mto. Na Hajir akawa anatafuta maji, anakwenda mbio kutoka Safa mpaka Marwa, na Mwenyezi Mungu akamnusuru Ismail na akawaumbia maji, yakachimbuka maji ardhini, akanywa Ismail na mama yake, na mengine yakabakia, na ikawa ndio chanzo cha kisima cha Zamzam. Basi Allah akaibariki Zamzam, na hiki ndicho kisima ambacho wanakunywa mahujaji maji yake, na huyachukua maji hayo katika miji yao. Umeshawahi kunywa maji ya Zamzam bila shaka. Miaka ikapita na miaka ikaenda, na baada ya muda akarejea Ibrahim Maka, akawakuta mke wake Hajir na mwanaye Ismail, na akafurahi Ibrahim kumwona mwanaye Ismail. Na Ismail alikuwa ni mdogo, anacheza, anarukaruka na anatoka pamoja na baba yake. Ibrahim alikuwa akimpenda sana Ismail, na akaota Ibrahim alikuwa ni nabii mkweli, na ndoto yake ilikuwa ni ya kweli, na Ibrahim alikuwa ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu, akawa anataka kutenda yale ambayo aliamrishwa na Allah katika ndoto yake. Aliota nini? Hebu tuendelee. Ibrahim akasema kumwambia Ismail, hakika mimi nimeona katika ndoto kuwa ninakuchinja, basi unaonaje juu ya jambo hili? Ismail akasema, ewe baba yangu, fanya unavyoamrishwa, insha Allah utanikuta mimi ni miongoni mwa wenye kusubiri. Ibrahim akamchukua Ismail na akachukua kisu pia, na alipofika Mina akataka kumchinja Ismail, lakini Mwenyezi Mungu alipenda kuona kama atafanya mpenzi wake yale anayomwamrisha au la, na je, anampenda Allah zaidi au ni mwanaye ndiye anayempenda zaidi? Na Ibrahim akafaulu katika mtihani huu. Mwenyezi Mungu akampeleka malaika Jibril na kondoo kutoka peponi, akamwambia Ibrahim, mchinje kondoo huyu, usimchinje Ismail. Mwenyezi Mungu akaipenda amali hii ya Ibrahim, kwa hivyo akawaamrisha Waislamu kuchinja katika siku ya Eidil Adha, Idi kubwa. Rehema na amani ya Mwenyezi Mungu zimshukie Ibrahim, na rehma na amani ya Mwenyezi Mungu ziwe juu ya mwanawe Ismail.